kama yeye ni wa mzaa. His job is to make you grow. Kazi yake ni kufanya wewe ukue. A church is a real church in God's eyes. Kanisa iliye nzuri ya kweli mbele ya Mungu is not known by how many people attend the church. Haijulikani na kiwango na watu nambari ya watu wanaokuja. How wanaokuja. strong the people are Ni vile watu walio na nguvu that attend that church. na watu ambao wanakuja kwenye hiyo kanisa. Sometimes saa zingine the bigger church ukubwa wa kanisa vile ulivyo is not the better church. si vile ubora wa kanisa. Sometimes it is. Saa zingine inaweza kuwa ni hivyo. Sometimes it is not. Saa zingine inaweza kuwa si hivyo. The better church kanisa iliyo bora is not the people with bigger numbers. Si watu walio na watu wengi. But have the number of people lakini nusu ya wale watu spiritually strong. Watu ambao wana nguvu kiroho. That's a good church. Hiyo ni kanisa nzuri. When you have pastors who teach you the word, ukiwa na kanisa ambayo iko na wachungaji wanafundisha neno, even if it makes you feel uncomfortable, hata kama inakufanya usikie usitulie, even if it challenges your lifestyle, hata kama itakuja kuhukumu vile unaishi, if that message identifies a sin you may be in, kama huo ujumbe unakueleza dhambi ambayo uko ndani yake, that means the Holy Spirit is moving through the pastor, inamaanisha Roho Mtakatifu anatembea ndani ya mchungaji to help bring you out of sin, ili aweze kukutoa katika dhambi. Amen. Amen. So my word to you is, kwa hivyo ujumbe wangu kwenu ni, pray for your pastors, ombeeni wachungaji wenu, pray for your leadership, ombeeni viongozi wenu, and pray that you always have an ear to hear, na muombe kila wakati muwe na sikio la kusikiza, and a heart to receive, na moyo wa kupokea. Church, amen. Kanisa, amen. 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 Let's thank God for our pastors and our leaders. Tushukuru Mungu kwa sababu ya wachungaji wetu na viongozi wetu. Thank you, Pastor Daniel, for having me. I sure do appreciate this. Asante sana mchungaji Daniel kwa kunileta hapa, na kweli nafurahia. The Spirit is moving powerfully. Roho anatembea kwa nguvu. And I pray that through this message, na nimeomba juu ya ujumbe huu, that even more people are equipped, ya kwamba watu wengi wakatiwe and empowered to bring the word. Watiwe nguvu Brother, I got to tell you that nataka kuambia hivi, you brought that word powerfully. Ulileta hiyo neno kwa nguvu. Can we show appreciation? Kwa hivyo tuweze kumfurahia. Thank you. Amen. I would like to tell you what the Spirit of the Lord told me while I was sitting here. Nataka nikuambie vile Roho aliniambia siku moja, that you call yourself an evangelist, ya kwamba unajiita mwinjilisti, but there is a much more powerful pastor and anointing gift. Lakini kuna nguvu fulani ya kiuchungaji. You may not realize, but my calling is evangelist. Lakini unaweza kuwa hujatambua, lakini wito wangu ni uinjilisti. But God has trained me to become a teacher. Lakini Mungu amenifundisha kuwa mwalimu. And God is training you to become more of a teacher. Na Mungu anaendelea kukufundisha ukuwe sana kama mwalimu. You displayed the teaching gift. Ulionesha kipaji cha kufundisha with the heart of a pastor. With the heart of a pastor. Na moyo wa mchungaji. And there will be times, na kutakuwa nyakati, that when you stand up you will feel the need, ya kwamba ukisimama utaisikia hitaji, to be evangelistic, ya kuwa mwinjilisti. But God is telling me to let you know, lakini Mungu ananiambia nikuambie hivi, it's okay to teach. Ni sawa kufundisha. You are a faithful man. Wewe ni mtu mwaminifu. You've been faithful to your calling. Umekuwa mwaminifu kwa wito wako. God is not just increasing your gift, na Mungu tu aongezee kipaji chako, but multiplying, lakini kukizidisha, the platforms you stand on. Katika maeneo utasimama. And I want you to understand this. Nataka uelewe hivi, in this growth season, katika majira haya ya kukua, there will be times, kutakuwa nyakati, that you will feel conflicted in your mind. Utahisi ya kwamba ndani ya moyo wako, because you will have to discern between 2 or 3 invitations at one time. Kwa sababu utahitaji uchague kati ya mialiko miwili tatu moja hivi. And a lot of times the enemy will say, take the bigger. Na saa zingine adui atakwambia chukua ile kubwa. But don't listen to your head. Lakini usisikize akili yako. Listen to the Spirit. Sikiza Roho. Because he will tell you the one, not just the biggest, it's the one that's most important. Kwa sababu yeye atakwambia si ile kubwa lakini ile ya maana. To the kingdom at the time. Kwa ajili ya ufalme kwa wakati ule. If you continue to be faithful in him, kama utaendelea kuwa mwaminifu kwa hiyo, you will see unlimited faithfulness from him. Utaona uaminifu usio na kifani. Amen. 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 Well, if you have your Bibles this afternoon, kama una Biblia yako lasiri hii, let's go back to Matthew chapter 16. Tuende katika Mathayo 16. I will be doing
Matthew chapter 16, Mathayo 16 verse 13. These have been our key scriptures for this week. mstari wa 13 mstari ule ambao ninaweka And I mkazo. will read starting in verse 13. Nitaanza kuanzia mstari wa 13. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria he Filipi, asked his disciples, saying, akawauliza wanafunzi wake Who do akasema, men say that I, watu nena mwana the wa Son of Man, Adamu am? kuwa ni nani? So they said, Basi wakasema, some say John the Baptist, wengine unena some Yohana Elijah, Mbatizaji, wengine Elaya, and others na Jeremiah, wengine Yeremia or one of the prophets. au mmojawapo ya manabii. And he said to them, Akawaambia, But who do you say nanyi mnanena that I mimi am? kuwa ni nani? Simon Peter Simon Peter answered and said, akajibu akasema, You are wewe ndiwe the Christ. Kristo. Say the Christ. Sema Kristo. Church, say the Christ. Kanisa sema Kristo. The Son of the living God. Jesus answered and said to him, Yesu akajibu akawaambia, Blessed are you, Simon, heri wewe Simon, because flesh and blood kwa maana mwili na damu has not revealed this to you, havikufunulia but my hili, Father bali Baba who yangu is in heaven. aliye mbinguni. But I also say to you Nami nawakuambia, that you are Peter, wewe ndiwe Petro, and on this rock na juu ya mwamba huu I will build my church, nitalijenga kanisa and the langu, gates of hell wala milango ya will not kuzimu prevail against it. haitalishinda. And I will give you Nami nitakupa the keys of the kingdom. wewe funguo za ufalme. Whatever you bind on earth Chochote utachofunga will be bound duniani in heaven. kitafungwa mbinguni. Whatever you loose on earth Chochote will utachofungua be loosed in heaven. kitafunguliwa mbinguni. And then he commanded his disciples, Ndipo alipowakataza wasana they should tell no one wasimwambie mtu yeyote that he was the Christ. ya kwamba yeye ndiye Kristo. Amen. Are you ready for the word? Uko tayari kwa ajili ya neno sasa? I want to start with the last verse. Nataka kuanza na mstari wa mwisho. He commanded his disciples that they should tell no one Aliwaamuru wanafunzi wake wasimwambie yeyote that he was the ya Christ. kwamba yeye ndiye Kristo. During this time Jesus lived, Wakati huu Yesu alipoishi, there were two major factions. kulikuweko na vipande viwili vya watu. There was the politics of the Romans Kulikuweko na watu wa siasa wa Rumi and the religion of the Jews. na wale ambao ni wa dini wa Kiyahudi, And they tried to work together. na walijaribu kufanya kazi pamoja, But one tried to dominate over the other each lakini day. mmoja alitaka kutawala yule mwingine. The Romans were always against the religion of the Jews. Warumi walikuweko kinyume na dini ya Kiyahudi. The Jews were always against the politics and rule of the Wayahudi Romans. walikuweko kinyume na utawala wa Kirumi. One thing they came together in agreement on Kitu mmoja walipatana kwacho ni was their dislike ya kwamba walichukia of this new group being raised up ya hii kikundi kigeni ambacho kinaanzishwa called Christian. anaitwa Wakristo. We had the political power here, Kulikuweko na the religious power here nguvu za and in the middle kisiasa, na katikati pale was Christ. kulikuwa na Kristo. Christ in the Old Testament Kristo katika Agano la Kale was prophesied to be a king of kings, alikuweko ametolewa unabii ya kwamba atakuwa mfalme wa a wafalme, ruler of rulers, mtawala wa watawala, which threatened the political power of the Romans. ambaye ilifanya watu wale viongozi wa Kirumi waogope. Jesus was called the Messiah in the Old Testament, Yesu aliitwa Mesihi katika Agano la Kale, which means the Son of God inayomaanisha mwana wa Mungu with the power of God. aliye na nguvu za Mungu. Say the anointing of God Sema upako wa Mungu is a child of God kama mwana wa Mungu with the power of God. na nguvu za Mungu. Say, I am Sema mimi ni a child of God mwana wa Mungu with the power of God. akiwa na nguvu za Mungu. Say it again. Say, I am a child of God Sema tena mimi ni mwana wa with Mungu the power of God. na nguvu za Mungu. So again, Jesus is called the King of Kings, which challenged the Romans' Tena Yesu anaitwa mfalme wa falme, ambaye political power. ilikuwa ina changamoto kwa utawala wa Kirumi. Jesus is the Son of God, anointed with God's power, Yesu ni mwana wa Mungu, ametiwa mafuta na nguvu za Mungu ako which nazo, challenged the religion iliyoleta shida kwa of the dini Jews. ya Wayahudi. This is why when you read the New Testament, Hivi ndio maana ukisoma Agano la you Jipya see so many times unaona mara nyingi
the Romans threatening to have Jesus arrested. Warumi wakitaka Yesu aweze kufungwa. And you see the Jews threatening to have him killed. Na unaona Wayahudi pia wanataka yeye hauawe. Because Jesus, the love of Jesus, kwa sababu upendo wa Yesu tore apart the political power ulitenganisha kisiasa and the religious na power. udini. And he was telling his disciples, Na alikuwa anawaambia wanafunzi wake, now that I have confessed to you, sasa hivi nimewatambulisha kwenu, and heaven has revealed to na you na mbingu imeweza that kuwafunulia I am the anointed one, ya kwamba mimi ndiye I am mpakwa the mafuta, Messiah. mimi ndiye Masihi. Don't tell anyone. Msiambie yeyote. Here's the reason Jesus said, do not tell Hii ndio anyone. sababu Yesu alisema msiambie yeyote. Because the anointing is better recognized Kwa sababu upako utambulika vizuri sana by its use kwa utumishi wake than someone saying they are anointed. kuliko mtu kusema nimepakwa mafuta. The demonstration of the anointing Kuonesha upako is more powerful ni nguvu sana than someone who claims to be kuliko anointed. mtu anayesema amepakwa mafuta. Jesus was saying, give it time. Yesu alisema ipatieni muda, People will see the anointing. watu wataona ule upako, They will see the God's power wataona nguvu za Mungu on his son juu ya mtoto wake in demonstration. na katika maonesho. You don't have to say anything. Hauhitaji kusema chochote, They will see it. wataiona. Amen. Amen. Let's go up to verse. Twende kwa mstari wa I want to incorporate this. Verse 17, Jesus answered and said to them, blessed are you, Simon, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe for Simioni, flesh and blood kwa kuwa mwili na damu has not revealed this to you. havikukufunulia hili. Jesus was not even willing Yesu hata hakuwa tayari until the exact time. mpaka wakati unaofaa. He did not go out saying, I'm anointed. Hakuenda nje akisema nimepakwa mafuta. The Father had to give a human, Baba ilibidi ampatie mwanadamu, not just a human, si tu mwanadamu, one of Jesus' disciples, mmojawapo ya wanafunzi wa Yesu, a revelation from the Father ufunuo kutoka kwa Baba that Jesus was the anointed ya one. kwamba Yesu ndiye mpakwa mafuta. Jesus is revealing to the church, Yesu anafunulia kanisa, his disciples, wanafunzi wake, you are getting a revelation mnapata ufunuo of not just the anointed one, si tu juu ya kuwa huyu ni mpakwa mafuta wa Mungu, but of the anointing itself. but kwa sababu lakini hata juu ya upako wenyewe. The Father today Baba leo is speaking to his disciples in this room anakuongelesha kama wanafunzi wake that you are anointed. ya kwamba umepakwa mafuta. You are anointed. Umepakwa mafuta. Simon Peter Simon had this revelation, you are the Christ. Simon Petro akakuwa na ufunuo ya kwamba wewe ndiye Kristo. The Christ. Wewe ndiwe Kristo. There are a lot of anointed people in the world today. Kuna watu wengi wametiwa mafuta katika ulimwengu. Even during the time of Jesus, hata nyakati za Yesu, people were anointed. watu walikuwa wametiwa mafuta. But he was specifically, lakini yeye alikuwa ndiye peke yake, God's son, mwana wa Mungu, come in the flesh, amekuja katika mwili with the anointing of God. na upako wa Mungu. Now, in the Old Testament, katika Agano la Kale, there are approximately kuna kadri ya namba fulani 400 scriptures maandiko 100 that say, ambayo yanasema 400 that talk about Jesus coming. ambayo yanaongea juu ya Yesu Kristo kuja. 400 things vitu 400 that relate to one person. zinahusia mtu mmoja. Now, I want to give you a picture of this if I can. Nataka nijaribu kuleta picha hii kama naweza. The Bible says in Acts Biblia inasema kwa Matendo ya that Mitume many people came, ya kwamba watu wengi walikuja, and in Revelation it says na Ufunuo many inasema people will come watu wengi watakuja saying they are the anointed one. watasema wao ndio wapakwa mafuta. And a lot of times Na mara nyingi
it will deceive many people. itawadanganya wengi. But 400 scriptures Maandiko hayo 400 in the Old Testament katika Agano la Kale identified one person. zilitambulisha mtu mmoja. It was so specific. Ilikuweko ni kabisa inaelekeza mtu mmoja. It talked about his looks. Iliongea juu ya vile It alivyo talked sura. about his lineage. Iliongea juu ya uzao wake. It talked about his education. Iliongea juu ya masomo yake. It talked about his hometown. Iliongea juu ya mji wao. It talked about at a certain point in his life. Iliongea juu ya sehemu katika maisha yake. He would be moved to another nation. Atapelekwa taifa lingine. It says in another that he would come back to his home. Ingine inasema atarudi nyumbani. 400 scriptures. Maandiko 400 to identify one person. Kueleza mtu mmoja. Some people may have had watu wengine wanaweza kuwa walisikia 50 of the same characteristics of Jesus. Wakasikia 50 za matendo ama tabia za Yesu Kristo. But only one person lakini mtu mmoja tu had all 400. Alisikia yote 400. God did this. Mungu alifanya hivi so that the Jews ili kwamba Wayahudi who studied these scriptures ambao wanasoma haya maandiko would be able to identify him. Wataweza kutambua. But what they did not count on lakini kitu ambao hawakufahamu is that the Son of God juu ya mwana wa Mungu would not be born in a palace, ya kwamba hatazaliwa katika kasri ya but be mfalme, born in a barn. lakini atazaliwa kule zizini mwa ng'ombe. They would not get to see him in mass. Hawatamuona katika mkutano wa watu. His mother and father would not be royalty. Baba yake na mama yake hawatakuwa watu wa heshima. And when they said, this is the Messiah, no. Wakati watasema huu ndio Masihi, watakataa. He could not be. Watasema hapana, iwezekani. Now I want to help you. Na mimi nataka nikusaidie. My name is Philip. Jina langu ni Filipo. Do you know anybody Mwingi named Philip? Unajua mtu mwingine hapa Mwingi anaitwa Philip? Yeah, if you do, raise your hand. Kama unajua okay. Inua mkono, is Philip. So if you dropped a letter in the mail, kama uliweka barua kule kwa posta and put to Philip, na uweke Filipo wawili, who is it going to go to? Itaenda kwa nani? It may not go to anyone. Inaweza hata isiende kwa yoyote. You need a little more to identify Philip. Unahitaji ueleze zaidi ndio tujue ni Philip mgani. So if you were sending a letter to me, hivyo basi kama unanitumia barua, you know my first name. Unajua jina langu what is my first name? Jina langu la kwanza ni Philip. My last name is Maxwell. Jina langu la mwisho ni Maxwell. Now you know a little more about my name. Hivyo basi sasa umeanza kunielewa zaidi. So if you put a letter in the mail here in Mwingi, basi ukiandika barua kwa posta to Philip Maxwell, utume kwa Filipo Maxwell, would that letter get to me? Itanifikia? No. Pana. But if you knew a little more about me, kama ungejua zaidi kunihusu, what country am I from? Natoka taifa gani mimi? Philip Maxwell from the USA. Philip Maxwell kutoka kule Amerikana. Still, if you put a letter in the mail from Mwingi, hivyo basi hata ukiweka hiyo Philip Maxwell USA, ukiandika hapo Philip Maxwell USA, there are many Philip Maxwells in the USA. Kuna mafilipo Maxwell wengi kule Amerika. One night, my wife and I, usiku moja bibi yangu na mimi, were at a restaurant. Tulikuweko katika hoteli. And they said, Philip Maxwell, your table is ready. Wakasema Philip Maxwell, meza yako imeandaliwa. There were people there before me. Kulikuwa kwa watu hapo mbele yangu. I said, that must be divine favor. Wakasema basi hiyo ni kibali cha kiungu. I walked up to the counter. Nikaenda pale. Someone else walked up to the counter. Mtu mwingine pia akaenda. His name was Philip Maxwell. Jina lake pia ni Philip Maxwell. So there are more than one Philip Maxwell. Hivyo basi kuna Philip Maxwell wengi in the United States. Kule Amerika. But if you know a little more about me, kama unajua zaidi kunihusu, I am Philip Maxwell. Mimi naitwa Philip Maxwell from the United States. Kutoka Amerika. And I live in the state of Georgia. Na naishi katika jimbo linaitwa Georgia. Now you know a little more about me. Sasa umeanza kuongezea maarifa kunihusu. If you put a letter in the mail from Mwingi, hivyo basi ukiandika barua kwa Mwingi, Philip Maxwell, Georgia, USA, America,
I still would not get that letter. basi bado But haitanifikia. if you know a little more about me, Basi ukiongelea kidogo kidogo kunihusu, if you know that I live in Augusta, Georgia, ukijua ninaishi kule kunaitwa Augusta, Georgia, if you know that I live on a street called Taburon, ukijua ninaishi katika and you put that, barabara inaitwa Taburon, now if you put a letter to Philip Maxwell, ukiandika barua Philip Maxwell, Taburon Trail, Taburon Road, Augusta, Georgia, Augusta, Georgia, and 30907. na 300 30907. 0907. Yes. I would get that letter. Hiyo barua nitapata. Because now you know everything to identify Kwa sababu sasa umejua kila kitu where to kunitambulisha, locate me. pali unaweza patikana. That's why there were so many scriptures in the Old Testament. Hivyo ndivyo kulikuweko na maandiko mengi katika Agano la Kale, Because a lot of people said they were the anointed kwa one. sababu watu wengi walisema ni wapakwa But only mafuta, one person lakini ni mmoja tu fulfilled all the scriptures. ambaye atimiza maandiko And yote. Jesus said, don't tell anyone Yesu akasema that I am usimwambie the yote, anointed one. Ndio kama kwamba mimi He ndiye didn't mpakwa even tell mafuta. his disciples. Hakuambia hata God told wanafunzi his wake. disciples. Mungu ndiye aliwaambia. Amen. Amen. Now I want to talk to you just a moment about the anointing itself. Sasa nataka nikueleze kidogo kuhusu upako wenyewe. Let's look in. Tuangalie katika, Let me paraphrase a story real quick. wacha kwanza nieleze hii habari kidogo. In the Old Testament, Katika Agano la Kale many people were anointed. watu wengi walikuwa wametiwa mafuta. If God wanted someone anointed king, they were anointed with oil. Kama Mungu alitaka mtu wa mfalme, alikuwa anatiwa mafuta. If someone was called to be a prophet, Kama mtu alikuwa ameitwa a nabii, prophet would anoint them with oil. nabii alikuwa ammwagie And mafuta. I want to show you this little thing. Na nataka nishiriki nanyi In kitu 1 hiki Samuel kidogo. chapter 10, Samueli wa kwanza mlango wa verse 10 1. mstari wa kwanza. Samuel was the prophet of the day. Samuel alikuweko ndio nabii wa siku ile, And the people cried out to Samuel, na watu wakamulilia we Samueli, do not want a prophet anymore leading us. tutaki tena nabii kutuongoza, We want a king like everybody else. tunataka mfalme kama watu wengine. So eventually, Basi mwisho kabisa God gave them their wish. Mungu akawapatia walichotaka. Listen to these words very carefully. Sikiza haya maneno kwa makini, Because in kwa Leviticus, sababu katika Walawi a real anointing from God upako wa kweli kutoka kwa Mungu is very specific. ni una lengo fulani. The kind of oil they use is very specific. Ule haina ile ya mafuta waliotumia ilikuweko na lengo What they fulani. carry the oil in is very specific. Kile kilikuwa ndani ya mafuta kilikuweko cha aina fulani. Listen to this. Then Sikiza hiya in verse 1, mstari wa kwanza. God had told Samuel, go anoint Saul. Mungu alikuwa amemwambia Samueli, enda ukatie Sauli Then mafuta. Samuel took a flask of oil Basi Samueli and akachukua poured it on his head akaiweka and kissed him and said, na akamtimbusu akasema, is it not because the Lord si kwa sababu Mungu has anointed you amekutia mafuta commander over his people? mtawala wa watu wake? Now, let's look in this scripture. Basi tuangalie katika andiko hili. Let me just say this. Basi acha niseme hivi, When David was anointed, wakati Daudi alitiwa mafuta, he was anointed alitiwa mafuta with a horn of oil. na pembe ya mafuta. Saul was anointed with a flask of oil. Sauli alimwagiwa mafuta na jagi. David was anointed with a horn of oil. Daudi alimwagiwa mafuta na pembe. Because what God was saying, a flask Kwa nini Mungu alisema is jagi? made by man. Kwa sababu jagi imetengenezwa na watu. A flask is made by man. Jagi imetengenezwa na watu. This king was not Huyu mfalme alikuwa of God. hajatoka kwa He Mungu, was of the people. alikuweko ni wa watu. He said, okay, I'm going to anoint him, Basi akasema basi nimtie but mafuta with a flask of oil. na jagi. Man made this king. Watu ndio walitengeneza huyu mfalme. Yeah? Yeah? But when David was anointed, Lakini wakati Daudi anatiwa mafuta, he was a man after God's own heart. alikuweko ni mtu alipendeza moyo wa Mungu. See, a flask Angalia, jagi has a bottom on it. iko na mahali pa kusimamia pale And if you chini. set the flask down, Ukiweka jagi chini,
it stands up. itasimama yenyewe. But when David was anointed with a horn, Lakini wakati Daudi alitiwa mafuta na pembe, they would take the oil and pour it inside a ram's horn. wangechukua pembe ya kondoo na waweke mafuta ndani yake. You can't lay down a horn Huwezi simamisha pembe because everything spills out. kwa sababu kila kitu kitamwagika. When David was anointed with a Wakati horn, Daudi alimwagiwa mafuta na pembe, see, a horn is God made. wanaona pembe imetengenezwa na Mungu. He poured the oil out. Alimwaga mafuta, And even as he's pouring, na wakati anaendelea his kumwaga, arms get tired pouring. hata mikono yake He inachoka. can't set it down. Hawezi kuweka chini hata See, someone akichoka. who's anointed by man Unaona mtu ametiwa mafuta na watu, can set that anointing down. anaweza weka hiyo upako chini. But someone anointed by God, Lakini mtu ametiwa mafuta you na can't Mungu, lay that anointing down. hawezi weka hiyo mafuta You chini. got to exhaust that horn of Lazima oil. uendelee umalize hiyo mafuta yote. When it's being poured out, Wakati it's ilimwagika, all got to be poured out. lazima imwagwe You yote. can't set this down. Huwezi iweka chini, You can't exhaust this. huwezi imaliza. You may get tired, Unaweza choka, but the anointing lakini upako brings you strength. inakupatia nguvu. Amen. 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 Luke chapter 4. Luka 4. The anointing means to cover. Anointing, upako inamaanisha kufunika. In America, when we anoint, Huko Amerika tukitia we get a mafuta, little bottle of oil, tunapata chupa ya mafuta we kidogo, put a little on our hand, tunapaka we put a little kidogo, on our finger. tunaweka zingine When kidole, somebody walks up, na mtu we lay it akikuja on their hand tunaweka mikono, because we don't want to pour it over their head and then be all messed up. kwa sababu You hatutaki get oil kumwagia all over the hapo floor, ama tuharibu and sakafu. it doesn't matter the amount. Haijalishi kiasi, But in the Old Testament, lakini katika when agano someone was anointed, wakati mtu alikuwa anatiwa mafuta, the Bible says it starts with the head Biblia inasema inaanza and is kichwani, poured until it covers the feet. inateremka mpaka miguuni. The whole man is covered. Mtu The mzima whole woman is covered. mtu mzima When you are anapakwa anointed, mafuta. Ukipakwa It mafuta covers your head, inaanza your brain, your eyes, akili your yako, heart. macho, mikono. It gives you the ears to hear the Spirit. Inakupatia It masikio ya gives you kusikia Roho, eyes to see, inakupatia macho ya kuona, the heart to discern, na moyo wa and the heart to kupambanua, love, na moyo wa the hands kupenda, to serve, na mikono ya and the feet kutafuta, to go. na miguu ya kuenda. Amen. Come on. Amen. Now the Bible says Biblia inasema that Jesus, Yes. let's look at this. I'll read the scripture. I told you to go to Luke chapter 4, but I'm going to read to you Acts 10, nitakusomea 38. Acts 10, Matendo 38. ya Mitume 10:38. It says how God Biblia inasema anointed Jesus of Nazareth jinsi Mungu alimtia mafuta Yesu wa Nazareti with the Holy Spirit na Roho Mtakatifu and, na say and, sema na say and power. na nguvu. He was anointed with the Holy Spirit and power. Alitiwa mafuta na Roho Mtakatifu na nguvu. When he was anointed, he went about doing good Wakati alitiwa mafuta alienda akitenda and mema healing all na akiponya wote who were oppressed by the devil. walioteswa na mashetani, For God was with him. kwa sababu Mungu alikuwa naye. When you were born again, Wakati umeokoka, God is with you. Mungu ako pamoja na wewe. When you know that you are anointed, Wakati unajua umepakwa God mafuta, is with you. Mungu ako pamoja na wewe. The anointing, look church, Upako kwa kanisa, the anointing is not so you can show off in church. upako si uoneshe kanisani. The anointing is so you can go about doing good. Upako ni ili uende ukitenda When mema. you are more anointed when you walk out that door Wakati umetiwa mafuta zaidi ukitoka kwa yule mlango, than you are sitting in the church. kuliko vile ambavyo ulikuwa umeketi ukiwa kanisani. This is where your anointing is refreshed. Hapa ndipo upako wako unaviviwa. Out there Pale is nje, where your anointing is used. hapo ndipo upako wako unatumika. I don't think you heard me. Sioni kama umenisikia. In the church, Ndani ya kanisa, your anointing is refreshed. upako wako unatiwa But uvivio. out there Lakini nje pale, is where the anointing is used. hapo ndipo upako unatumika. The Bible says Jesus was anointed, Biblia inasema Yesu alitiwa mafuta, who went about doing alienda akitenda good. mema. Church, we are using our anointing to do good.
Kanisa, tunatumia upako wetu kufanya mema. Some of you are waiting for your opportunity to preach. Wengine wenyu wanatafuta nafasi ya kuhubiri. But if you cannot preach by doing good, Lakini kama huwezi hubiri kwa kutenda mema, you will never preach from a platform. hautawahi weza kuhubiri kutoka kwa madhabahu. Oh, I'm called to preach. Nimeitwa nihubiri. Well, then preach to somebody out there by doing good. Wenda hubiri pale kwa kutenda mema. Who knows what it means to do good? Nani anajua ni nini maana yake kufanya mema? Come on. Doing good. Kufanya mema. Sometimes doing good is just serving those beside you. Saa zingine kufanya mema ni kuwatumikia walio kando yako. Sometimes we get so concerned Saa zingine the right people don't see us serving. Saa zingine tunaangalia sana vile watu hatuoni tukitumika. Well, I need pastor to see me serving. Nataka kuona mchungaji akiniona mimi I need to be up on the platform singing. Nataka nionekane hapa nikiimba. Not everybody who's on the platform singing si kila mtu anastahili kuwa hapa akiimba is anointed. Ambaye yuko hapa anaimba amepakwa mafuta. Sometimes we take talent. Saa zingine tunachukua vipaji and call anointing. Tunaita ni upako. Some people have a great voice. Watu wengine wana sauti ya ajabu ya kupendeza. Let me tell you a story. Wacha niwaambie hadithi fulani. There was a minister named Billy Graham. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Billy Graham. He was a great evangelist. Alikuwa mwinjilisti mkuu. He would have morning crusades. Angekuwa anahubiri nighttime crusades. Hata jioni anahubiri. One day, siku moja, someone on staff, mmoja katika wafanyikazi wake, had invited someone to come sing in the morning. Aliita mtu aje imbe asubuhi. And someone else to come at night. Na mtu mwingine the more well-known singer sang it. Mtu ambaye alijulikana aliimba na watu wakapiga makofi. But when the man unknown, lakini mtu asiyejulikana, sang it under the anointing of God, aliimba na upako wa Mungu, people were standing up. Watu simama. They were crying. Watu walikuwa hands were raised. Watu waliinua mikono. People were getting set free. Watu walikuwa wamefunguliwa. People were rushing to the altar kuja kwenye madhabahu. Kipaji kitaweza kufanya kile upako unaweza kufanya. When the anointing is there, wakati upako upo, you'll not see an entertainer. Hautaona kufurahisha. You will see the power of God moving through a vessel. Utaanza kuona nguvu za Mungu zinatembea ndani ya kiumbe. Again, Acts 10:38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Yes, who went about doing good. Nasema vile Mungu alimpaka Yesu Kristo mfuta na Roho Mtakatifu na nguvu, na alienda akifanya mema. And healing all, na akiponya wote who were oppressed of the devil. Walionelewa na ibilisi. Let me tell you this. Wacha nikwambie hivi. If you have not been doing good, kama hujakuwa ukifanya mema, don't go try to cast out a devil. Wacha kwenda kutoa mapepo. When you start using the anointing to do good, wakati utaanza kutumia upako kufanya mema, then you may be ready to anointed to face a devil. Basi uko tayari sasa kukutana na mapepo. Oh, I got to have a crowd. I'm just going to go use my anointing and cast out a devil. Nitaenda kutumia hii upako yangu kutoa mapepo. You might not be ready for a devil. Inaweza kuwa hauko tayari kwa shetani. Here's the reason. Hii ndio sababu. This fan, hii fan hapa, these lights, na hizi taa hapa, are not free. Haziko huru. They're not free. Haziko huru. At my home every month, kwa nyumba yangu, nyumbani kwangu kila mwezi, I get a little piece of paper in the mail. Napata barua kwa post office.
It says because you used this much power last month, So, inasema kwa sababu ulitumia stima kiasi hichi mwezi uliopita, it's going to cost you this much. unastahili kulipa hiki kiasi cha pesa. How many of you get a power bill? Wangapi wanatumiangwa How many of you, bili ya stima? you have to pay for electricity? Unastahili kuilipia. Here's the thing. Hii ndiyo kitu. Power Nguvu costs. inakuwa na gharama. There's a price to pay for power. Kuna gharama unastahili kulipia hiyo stima ama hiyo nguvu. One month, mwezi mmoja, I forgot to pay the bill. Afrika nilistahili kulipa bill. I came home. Nikakuja nyumbani. No lights worked. Hakuna taa inafanya kazi. No power worked in my house. Hakuna stima inafanya kazi. I could not access my internet. Singeweza kufikia I couldn't turn on a TV. Singeweza hata kuwakisha television. Like, what is going on? Nini inaendelea? The house must be broke. Nyumba yangu lazima ikuwake moto. I called the power company. Nikapigia watu wa power. And I said, nikawaambia, something's wrong with your service. Nikasema kuna kitu shida na huduma zenu. They said, no, you forgot to pay your bill. Akasema hapana, wewe ndio ulisahau kulipa bili yako. When you don't pay, power costs. Stima ina gharama yake. The men and women who have stood up here this week, wanaume na wake waliosimama hapa, and you have enjoyed their anointing, na umefurahia huduma zao na upako wao, they didn't prepare 5 minutes before the service. Hawakujiandaa kwa dakika 5 kabla ya ibada kwanza. When I found out I was coming here for this service, wakati nilijua nitakuja hapa kwa hii huduma, about 2 months ago, I think we talked 2 months ago. 3 months ago. Miezi kama 3 hivi imepita. I would go home from work and I would start preparing notes for this conference. Nilikuwa naenda nyumbani na naendelea kuandika ujumbe huu. I heard nothing from the Lord. Sikusikia chochote kutoka kwa Bwana. All I did day after day after day, I would tell Eddie. Eddie is my son-in-law. I would tell Eddie, I'm going home to study for this conference. Nilikuwa namwambia huyu kijana ambaye ameoa binti yangu, nenda nyumbani. Open up my Bible. Nafungua Biblia yangu. And I would start writing notes. Naanza kuandika. And nothing felt right in my spirit. Na kuna kitu kilikuwa kinaingia. So for the last 3 months, kwa miezi 3 imepita, I just prayed for this moment. Nilikuwa naombea hii wakati sasa. Because power costs. Kwa sababu nguvu ina gharama yake. Oftentimes, mara nyingi, God will give me a word, Mungu atanipatia neno, long before I show up. Kabla hata sijajitokeza. But in this particular case, lakini kwa hii sasa hii, the Holy Spirit said, wa Mungu alisema, trust me. Niamini. I will show you what to teach. Nitakuonesha kile utafundisha. Pastor Samuel came to my hotel the other day. Nilienda kwa hoteli yake siku ile nyingine. And I said, Pastor Samuel, akaniuliza Pastor I know the scriptures we're preaching from. Ninajua ile andiko I have studied them. Nimesoma I hiyo. have read them. Nimeisoma. I've meditated on them. Nimejaribu kutafakari. But what's on your heart, Pastor? Akaniuliza nini niko kwa moyo wangu. And that's what I based all my teaching on this week. Ndani hiyo ndio aliweka mafundisho yake, kile kilikuwa kwa moyo wangu. Because he's the pastor. Sababu yeye ni mchungaji. And the pastor knows what the people need. Na mchungaji anajua kile watu wanahitaji. Pastor Daniel knows what the people need. Mchungaji Daniel anajua kile watu wanataka. That's what we bring. Hiyo ndio tunaleta. But I did not show up. Lakini si kutokea tu unprepared. Nikiwa sijajiandaa. I came with power. Nilikuja na nguvu. Prophetic words. Neno la kinabii require power. Inahitaji the anointing. Upako requires inahitaji time, muda and cost. Na ina gharama. I want to ask you this question. Nataka nikuulize swali hili. When was Jesus anointed? Yesu alitiwa mafuta lini? We never see where Jesus was anointed with oil. Hatuoni mahali Yesu wakati Yesu alimwagiwa mafuta. Except in one place. Isipokuwa tu mahali pamoja. Now the Bible says, what we just read, Biblia inasema he was anointed with Holy Ghost and with power. Alitiwa na mafuta na nguvu. The only recorded time we have Jesus ever have an oil poured on him. Wakati tu imeandikwa Yesu alitiwa mafuta juu yake, was the woman with the alabaster box. Ilikuwa ni wakati yule mama alikuja kuvunja ile chupa ilikuwa na manukato. She was not a priest. Yeye hakuwa kuhani. Do you understand? Unaelewa? The woman with the alabaster box. Yule mama aliyekuweko na ile marashi was known as a sinner. Yeye alikuweko ni mtu mwenye dhambi.
I want to tell you Nataka nikuambie this. When Jesus was anointed with the alabaster box, wakati Yesu alitiwa mafuta na ile chupa ya yule it was mama, in the city of Bethany. ilikuweko mji wa Bethania. Bethany is also the city of Lazarus, Hiyo ni mji pia ulikuweko wa Lazaro, Mary and Martha. yule pamoja na dada zake Mary na Martha. When we see the story of Lazarus early, wakati tunaona habari za Lazaro we mapema, know that he has a sister named Martha. tunajua kwamba akona dada yake anaitwa Martha. We do not learn until later Tusomi juu that he has a sister named Mary. hatujui tena mpaka baadaye tunajua kuna dada mwingine anaitwa Mary. Most scholars will tell us Wanafunzi wengi ama wasomi wengi watatuambia that as great as Lazarus was, kama vile Lazaro alikuweko mkuu and had a sister named Mary totally devoted, Martha totally devoted to God. na alikuwa kuna dada ambaye amejitoa kabisa kwa Mungu. The woman who anointed Jesus Mwanamke aliyemtia Yesu mafuta was their other sister Mary. alikuweko ni dada yule mwingine wake anaitwa And when Mary. we study the scriptures, we see Na tukisoma maandiko that he tunaona was in the house of a man named Simon, ya kwamba alikuweko katika nyumba ya mtu anaitwa Simon, and she has heard about Jesus from her brother and sister. na amesikia dada yake na ndugu yake wakiongea And juu ya she Yesu, comes in na anatokea with a box. na akiwa na kachupa. This is not just any box. Hii si tu chupa yoyote This ile, box is special made ni chupa ambayo imeundwa to kispesheli hold the fat ibebe and the vitu oil na mafuta of alabaster. ya alabasta. I want to tell you the story. Sasa nataka nikueleze ile hadithi. By every standard, Kwa kila kiwango she was a very, very alikuwa prominent sinner in her city. alikuwa anajulikana kama mwenye dhambi mkubwa katika mji wake. Most men knew her very well. Wanaume wengi walimjua vizuri. And while she was Na wakati alikuwa in her occupation, I'll say this because children are here, na nitasema hivi kwa sababu ya watoto, wakati alikuwa of anaendelea trying to satisfy men na kazi yake ya kutaka and receiving payment, kufanya wanaume watosheka na kupata she was trying to malipo, find a way out of her prostitution. alikuwa anajaribu vile ataweza kuondoka katika kazi So hiyo when ya she got a little ukahaba, money, ili kwamba aweze. she would buy a few ingredients. Hivyo basi alikuwa ananunua tu vitu And fulani, it was very ni expensive vitu vya dhamana to sana, make this spikenard. atengeneze haya marashi. And she would take it and she would use the money she used it with sinning with her own body. And she was trying to fill this alabaster box with Alikuwa oil. anachukua ile pesa anapata kutokana na kazi yake chafu na anajaribu kujaza hii chupa, Because a box of full oil kwa sababu hiyo chupa ikiwa imejaa mafuta hayo would change her life financially. itawahi badilisha maisha yake kabisa She thought kifedha. money was the only way out. Alifikiria pesa ndiyo njia ya If I pekee. just had enough money, Kama nikiwa na pesa ya I can kutosha tu sell this oil niweze kuuza haya and I can mafuta get out of this na occupation. nitoke katika kazi hii nafanyanga. But when she met Jesus, Lakini wakati alikutana na Yesu, when she met Jesus, when she looked him in the face, wakati alikutana na Yesu akaangaliana uso the kwa Bible uso, says she came under conviction. Biblia inasema akashawishika. He never said, no, you're a prostitute, get away from me. Hakusema wewe ni kahaba, toka kwangu. His eyes, his look, his compassion was inviting. Ile kuangaliwa na huruma, alikaribishwa. She broke that oil over him. Akaleta haya mafuta kwake, She anointed him. akamtia mafuta. Not a saint, Si mulokole, not a priest, si kuhani, but a sinner. lakini mwenye dhambi. Jesus was anointed Yesu alitiwa to mafuta win the sinner, kuleta kuokoa wenye and change dhambi, the life kubadilisha maisha of every lost person. ya mtu ambaye amepotea yeyote. The next time we see her, Tunamuona tena, she's at home, yeye yuko nyumbani, totally converted. yeye kabisa amebadilika. And maybe you've heard this story. Labda umeshaisikia hiyo habari. Jesus is teaching at the home of Lazarus. Yesu anafundisha katika nyumba ya Lazaro. All his disciples are there. Wanafunzi wake wote wako All pale, their friends are there. marafiki wake wote wako hapo. Jesus is teaching. Yesu anafundisha. Martha takes it on herself to say, oh my goodness, Martha na yeye anajiamulia, anasema that's a lot of people to feed. hawa ni watu wengi sana wa kulisha. She said, I better get started cooking. Akasema inanibidi nianze kupika saa hii. She interrupted Jesus' teaching. Akakuja kwa Yesu akiendelea kufundisha. Said, Jesus, Akasema, Yesu,
I'm in the kitchen. It's hot in there. Mimi niko kule kwenye kitchen na My kuna sister's moto. sitting on the floor. Lakini dada yangu hapa ameketi hapa kwenye sakafu. Can you get her to come help me in the kitchen? Mwambie akuja nisaidie kazi kule kwenye And kitchen. Jesus said, Yesu akasema, she's chosen the most important yeye thing. amechagua kitu cha maana sana. Some of you are anointed Wengine wenu wametiwa mafuta and spiritual enough for the kitchen. na roho si kwa Some of jikoni. you need to stay sitting at the master's feet. Wengine wenyu wanastahili kukaa katika miguu ya Bwana yao. Martha was mature enough to hear from the kitchen Martha alikuwa amekomaa kiasi ya kwamba angesikiza akiwa jikoni and still serve. na aendelee kutumika. Mary was new to the things of Jesus. Mary alikuweko ni mgeni kwa mambo ya She Yesu. would get lost in serving Angepotea kama angeenda and never kuhudumu hear the word that would na make her grow. asisikie maneno ambayo Yesu anangemwambia. Jesus said, Martha, Martha. You know, when Jesus uses your name twice, Yesu akitaja jina lako mara mbili, he needs you to pay attention. anataka uwe makini sana. Martha, Martha. Martha, Martha, Listen to what I'm telling you. nisikize kile Your nakwambia. sister is brand new in church. Huyu dada yako ni mgeni sana kanisani. Look, sometimes some of you have been here for a long time. Wengine wenyu wamekuwa kanisani kwa muda mrefu. I feel like the Lord is calling your name and saying it's time to serve. Na hisi ni kama Mungu anakuita jina lako, anakuambia ni wakati wa kutumika. Some of you need to serve in singing. Wengine wanahitaji Some of you kuimba. need to serve in playing. Wengine wanahitaji Some of you need kucheza to keyboard. serve in ushering. Wengine wanastahili kuwa Some of katika you need to serve in mashemazi. cleaning. Wengine wanastahili Some kuosha of you need to kanisa. serve in moving equipment. Wengine wanastahili kusaidia kubebea vyombo. I can't tell you when to serve. Mimi siwezi kukwambia I can't utatumika tell you lini. when to sit. Siwezi kuambia But ni you need lini to unastahili know. lakini unastahili kujua When is your time? wakati wako ni gani. Sometimes people have been sitting so long Wakati mwingine watu wamekaa kwa muda mrefu that they get bored in church. mpaka wanaboeka kanisani. Unless you understand your season, Usipoelewa nyakati zako, you will not get bored. hautaboeka. Your season to sit Majira in yako ya church kuketi kanisani and listen na usikize is only, ni tu you're only to sit as long as Jesus needs you to sit. unastahili tu uketi Then you need to get up and serve. mpaka Yesu tu atakapoamua saa hii imeisha, Amen. alafu ufanye kazi. Amen. Haleluya. Okay. The Sawa. next time we see Jesus anointed, let's go to Luke chapter 3. Wakati ule mwingine tunaona Yesu akitiwa mafuta, tunaenda Luka 3. I asked him I wanted to make sure I'm not preaching too long. Nilikuwa nataka kuhakikisha kwamba sihubiri kwa muda mrefu. He said I should preach until tomorrow morning. Ameniambia naweza hubiri mpaka kesho asubuhi. He did not. Sikusema hivyo. Few more minutes. Dakika tu chache. Luke chapter 3. Luka 3. And we know the story. Na tunajua ile habari. Jesus came to John the Baptist. Yesu alikuja kwa Yohana Mbatizaji. Luke 3 verse 21. Mstari wa 21. When all the people were baptized, Wakati watu wote it came to wamebatizwa, pass ikawa that Jesus also was baptized. Yesu naye And akabatizwa, while he prayed, na naye the heavens were opened, anaomba mbingu and the Holy zikafunguka, Spirit na Roho Mtakatifu descended on him akashuka juu yake like a dove kwa mfano wa coming from heaven. kiwiliwili. And a voice came from heaven saying, Sauti ikatoka mbinguni, "You are my beloved son, wewe ndiwe mwanangu in who I'm well mpendwa, pleased." napendezwa naye. Luke chapter 4. Luka 4. I want you to notice the events. Nataka uone vile mambo yaliendelea. Luke chapter 3. Luka 3. Jesus gets baptized. Yesu anabatizwa. Hallelujah. Hallelujah. He's getting baptized. Anabatizwa. John is baptizing him. Yohana Bringing him anabatiza. up. The Holy Spirit falls on him. Roho Mtakatifu People anamshukia. are clapping. Watu wanapiga People are makofi. cheering. Watu wanashangilia. He went down in the water. He came back up. Akatolewa, akaingizwa ndani Went ya through maji, the baptism. akabatizwa. Luke chapter 4 verse 1. Mlango wa 4 mstari wa 1. What does it say? Inasema He aje? was led by the Spirit Akaongozwa na Roho Mtakatifu into the wilderness. jangwani. For how long? Kwa muda wa siku ngapi? How long? Muda wa siku ngapi? 40 days. Siku 40 40. days. 40 days. What happened during those 40 days? Nini kilifanyika siku hizo 40? He fasted. Alifunga, He prayed. akaomba, And the devil showed up. na shetani akatokea. He got baptized Alibatizwa
with the Holy Ghost, na Roho Mtakatifu, he was led in the wilderness akaongozwa jangwani to be baptized in fire. kwenda kubatizwa na moto. He was baptized with Alibatizwa water, na maji the Holy Ghost, na Roho Mtakatifu, led into the wilderness, akaongozwa jangwani, baptized with fire. akabatizwa na moto. See, a lot of times Naona mara nyingi we think that anointing comes tunafikiria upako uja from just attending church. kwa sababu tu ya kuwa umeshiriki You don't know kanisani. how powerful your anointing is Ujui vile ambavyo upako wako una until nguvu it's tested in the fire. mpaka ijaribiwe kwenye Until the devil moto, comes to you and say, you ain't a good singer. mpaka shetani You're not a good musician. mpaka shetani You're akuja not a good kwambia minister. wewe si mwimbaji You're mzuri, not even a good person. wewe hata si mtu mzuri. Come serve me Kuja and kwangu let me show you what na power is mimi all about. nikuoneshe juu ya nguvu ni nini. There's so many people Kuna watu wengi who passed the baptism test ambao walipita mtihani wa but batizo failed the fire test. lakini wakaanguka katika jaribu za moto. But the Bible says that at the end of his testing, Biblia inasema katika kujaribiwa ama the devil left him shetani akamwondokea to wait for another opportunity. enda kujaribu kutafuta nafasi nyingine. Jesus was anointed with oil, Yesu alitiwa anointed with mafuta, the water, akatiwa mafuta anointed with the Holy Ghost, na Roho and Mtakatifu anointed with fire. na moto. Verse 6. Mstari wa 6. Here's what the devil said to him in the middle of his testing with fire. Hivi ndivyo shetani And the devil alimwambia. said to him, Ibilisi akamwambia, all this authority and power nitakupa wewe I will enzi hii give to yote, you nitakupa enzi hii yote and their glory. na fahari For yake, this has been delivered to me, kwa kuwa imo mikononi mwangu, and I wish to give it to you. nami umpa yeyote. Therefore, if you will worship me, Hivyo basi kama all will utanisujudu, be yours. yote itakuwa yako. But Jesus answered and said, Yesu akamjibu get akamwambia, behind me, Satan, imeandikwa, for it is written, imeandikwa, you shall worship the msujudie Lord your God Bwana Mungu wako, and only serve him. mwabudu tu yeye peke yake. He passed the fire test. Akapita jaribu la This moto. is the test Hii ndiyo jaribu that lets God know hiyo ambayo inafanya Mungu ajue you can be trusted with power. unaweza aminika na nguvu. This is the test. Hii ndiyo jaribu, The fire test jaribu la moto. is where God says, Hapa ndipo Mungu sema, I see what you went through nimeona kile and I umepitia can trust you with power. na naweza kukuamini na nguvu. Amen. 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 I want to get ready to wrap up. Nataka kuwa tayari kujaribu kumalizia. The anointing is more than preaching power. Upako ni zaidi ya nguvu ya kuhubiri. Acts 3. Matendo ya Mitume 3. Then Peter said, verse 6, Basi Petro akasema, mstari wa because a 6, man who had been lame from birth, mtu ambaye alikuweko ni kiwete tangu kuzaliwa, who was a professional beggar, yule ambaye alikuweko was laid at the temple alikuwa right outside the anaketishwa gates. nje ya hekalu. He asked Peter, Akamuuliza Petro, can you give me some money? unaweza nipatia tu pesa kidogo? Peter said this in verse 6. Petro akasema hivi mlango wa 6. Silver and gold I do not have, Lakini Petro akasema, but what I have sina fedha I wala give you. na nilicho nacho In nakupa. the name of Jesus Kwa jina la Yesu of Nazareth, Kristo wa Nazareti, rise up simama and walk. uende. Sometimes Mara nyingine people need money. watu huhitaji Most pesa. of the time, Mara nyingine people need the anointing. watu wanahitaji upako. People think that money Watu wanafikiria pesa is the power of God. ni nguvu ya Mungu. The anointing Upako is the power of God. ndio nguvu ya Mungu. I want to close with this. Nataka kufunga na hii. 1 John 2 verse 20. Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa kwanza mstari wa 2 mstari wa I want you to stand at this time. nataka msimame As I tukisoma. read the scripture, I want you to stand. Nikisoma andiko hili nataka msimame. Yohana wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 20. I'm going to share two scriptures out of this chapter. Nataka kushiriki andiko mbili kutokana na fungu hili. Verse 20.
mstari wa 20 and 27. na mstari wa 7. And I'm going to take the scripture and turn it into a profession. Nataka nichukue hili andiko likuwe I will first tamko. read it, Nitasoma and kwanza, then we're going to say it together. alafu tutalisema Here's what pamoja. it says. Hivi ndivyo inasema: But you nanyi have an anointing mmepakwa from the mafuta Holy One na yeye aliye and mtakatifu, know all things. nanyi mnajua yote. Say this with me. Sema hivi na mimi: I have an anointing niko na upako from the Holy One, kutoka ule aliye and I have mtakatifu, access na to ninafikiwa all knowledge and maarifa all yote power. na nguvu zote. Say this with me. Say, I have an anointing. Sema niko na upako. Lay your hands on yourself. Say, I have an Wekelea anointing mikono juu yako, sema niko na upako to do good. kufanya I mema. have authority Niko na through the umamlaka power of Jesus kupitia Christ. nguvu za Yesu I Kristo. have an anointing Niko na upako from the Holy One, kutoka kwa ule aliye And I mtakatifu. know, and I Anajua have access na ndio anaweza to all fikiria information kila because I ujumbe, have access kwa sababu to the ninafikia Holy One. kufikia ule I aliye am mtakatifu. anointed Nimepakwa to go mafuta about kujua and do good na kufanya and cleanse lepers mema na and help kutakasa people na kusaidia and watu serve in the church. na kutumika I'm kanisani. anointed to serve. Nimetumika No kutumika. one has to see me serve. Hakuna mtu anastahili The tu one who kuniona. matters Ule anajua. sees me serving. The Holy One sees me Ule aliye mtakatifu when I uniona serve nikitumika in my community. katika and in the kijiji church. na kanisani. I am anointed to serve. Nimepakwa mafuta I'm anointed kutumika. to do good. Nimetiwa mafuta I'm kufanya anointed to mema. teach. Nimepakwa I'm mafuta anointed to kufundisha, preach. kuhubiri. I can teach at home. Naweza fundisha I'm nyumbani. anointed to teach my children. I'm Ninafundisha anointed watoto to wangu. teach my neighbors. Nimetiwa mafuta I'm kufundisha anointed to majirani teach my wangu. co-workers. Nimetiwa mafuta kufundisha I do wafanyakazi good with my wenzangu. anointing. I do good with my anointing. Ninafanya mema na upako wangu. Let me read verse 27. Mstari wa 27. But you have received the Holy Spirit, Nanyi mafuta yale and mlioyapata he lives within you. kwake yanakaa ndani yenu, And so you don't need anyone to teach you what is true. wala amna haja ya mtu kuwafundisha, lakini With the Holy Spirit kama mafuta yake active in your yanavyo life, active in your life, nimewapatia uzima, you will know what the truth is. utajua ukweli ni nini. You will be able to discern Utaweza the kupambanua truth from lies. ukweli na uongo, For the Spirit teaches you everything you need to know. kwa sababu Roho huwafundisha chochote mnahitaji kujua, And what He teaches you na wakati anawafundisha is truth. kila anawafundisha Not ni a kweli, lie. si uongo. Just as He has taught you, Vile vile amewafundisha, remain in fellowship with Jesus. dumuni katika ushirika na Yesu. Here's the way the anointing stays active in your life. Hivi ndivyo upako unadumu ndani yako. You come to know Jesus. Unakuja kumjua Yesu, You fellowship with Jesus. unashiriki na Yesu, The anointing is strengthened. na upako You unatiwa fellowship nguvu. with Jesus. Unashiriki na The Yesu, anointing is strengthened. upako You unatiwa fellowship nguvu. with Jesus. Unashiriki na You get the Yesu, word of God. You hear the word. unasikiza neno la It Mungu, starts changing you. inaanza Your anointing kubadilisha. increases. Upako wako unaongezeka, And you start realizing unaanza kutambua that with Jesus in you, ya kwamba Yesu anakuona, His power is with you. nguvu zako When you ziko. fellowship with Jesus, Ukishiriki na Yesu, what Jesus did, kile Yesu alifanya you are able to do utaweza kufanya, because He lives inside kwa of you. sababu anaishi ndani And He is yako. anointing you Yeye amekutia through that mafuta fellowship kupitia and ushirika through the huo, word of God kupitia hiyo neno to la do Mungu, good, kufanya mema, lay hands on the sick, kuwekelea and ugonjwa teach mikono people na kufundisha the word watu of God. neno la Mungu. In Jesus' name. Katika jina Can la we give the Yesu. Lord a hand? Come Tunaweza on. mpigia Yesu makofi. I want to get you to turn the volume up just a little bit. Nataka Turn your volume up. Just a uongezee sauti I want us kidogo. to just lift our hands for a moment. Nataka tu uinue mikono yako kwa muda mfupi. Holy Spirit, what do you want to do to close this today? Roho Mtakatifu, nataka nini ndio ufunge wa Holy Spirit, what's on your heart right now? nini kilicho ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu? Let's just pray in the Spirit. Tuombe ndani ya Roho. Tuombe ndani ya Roho. Come on, just lift your voice and pray in the Spirit. Inua sauti yako uendelee kuomba Holy ndani ya Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Visit us right now, Holy Spirit. Bring your presence. in this Tutembelee place. sasa, Roho Mtakatifu. Holy Spirit, we welcome you. We Roho, welcome you, Holy tunakuruhusu, Spirit. tunakukaribisha. We welcome you, Holy Spirit. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu. Thank you for your grace. Asante Thank Roho Mtakatifu. you.
Pastor, there's a gentleman here who cooks. Named John. I believe his name is John. His name is David. David. Can you have someone get him? Mtu aite David akuje. Come on, let's continue to pray. Endelea kuomba. Come on, continue to pray. Lift your voice. Endelea kuomba, inua sauti yako. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. If you have sickness in your body, I want you to lift your hands so we can recognize you. Lift it up high so we can recognize you. Kama uko mgonjwa kwa mwili wako, nataka uinue mkono wako. Inua mkono wako. Just right here. If you have sickness in your body, lift your hands so we can see. Kama uko mgonjwa kwa mwili wako, inua mkono tu. I want those who are standing around those with their hands up, you lay hands on someone. Nataka kama umesimama kando ya mtu ambaye ameinua mkono kwa mgonjwa, mwekelee mkono. Come on, get out of your seat and go lay hands on somebody with their hands up. Toka tu kwa kiti chako, enda uwekelee mtu mkono mgonjwa. Go lay hands on someone. Enda uwekelee mkono mtu ambaye mgonjwa. This is you using the anointing in your life. Sasa huyu ni wewe unatumia upako ulio ndani yako. There's a lady right here with her hand up. No one's laying hands on her. Kuna binti yako hapo. There's a gentleman right here with his hands up. Lay hands on him. Mwekelee mkono. Lay hands on him. Huyu mama ameinua mkono juu. Mwekelee mkono. Toka tu. No. Yes. Enda uwekelee mtu mkono. Lay your hand on him. I'm going to pray. You lay hands on. Nitaomba, wewe wekelea tu mkono. Heavenly Father, we love you. Baba wa mbinguni, tunakupenda. We command every bit of sickness and disease tunaamuru kila magonjwa ya aina yote to dissipate right now. Ziondoke sasa. Every pain, every symptom. Kila uchungu wote na maumivu. You are no longer allowed. Wewe hujaruhusiwa. In the physical body of a believer. Katika mwili wa huyu muumini. We command you to go. Tunakuamuru uondoke. Every symptom. Kila aina yote ishara. Every bit of sickness. Kila mgonjwa ya kila aina. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba. That they are healed. Kama mpona. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You said lay hands on the sick. Ulisema utawekelea magonjwa mikono. And they will recover. Na watapona. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. 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 I want everyone to sit for just one moment as I give this word. Nataka kila mtu aketi ninaposema hili neno. Can you join me right here? Kuja hapa tu, kuja hapa. I want to introduce you to David. Nataka kuwaletea kwenu Daudi. This is one of the most anointed men I have met this week. Huyu ni mmoja wa watu ambao wametiwa mafuta nimekutana nao wiki hii. He's not been in this room. Hajakuwa katika hii nyumba hii. Most of you may not even know him. Wengine labda hawajamuona. But there's an anointing on him. Lakini kuna upako ndani yake. And he's probably never preached from this pulpit before. Labda inaweza kuwa hajawahi hubiri katika jukwaa hili. But he's anointed. Lakini ametiwa mafuta. When he introduced himself to me, wakati kujitambuliza kwangu, he said, I am the cook. Alisema mimi ni mpishi. And I love to cook. Na mimi napenda kupika. See, we think the anointing is limited to those in the pulpit. Tunafikiria upako uko tu kwa wale wako katika madhabahu. There's an anointing on those who serve. Lakini kuna upako kwa wale wanatumika. David, I want you to know. Daudi, nataka ujue. That you serving in there. Wewe kutumika pale. God has not overlooked. Mungu hajapuuza. He has blessed you. Amekubariki. Many gifts. Na vipaji vingi. Many of the gifts people are enjoying. Vipaji wetu wengi wanafurahia. They may enjoy your cooking. Wanaweza furahia kupika kwako. God enjoys your serving. Mungu anafurahia kutumika kwako. Give him a hand. Patie makofi. He deserves a hand. Anahitaji makofi. He deserves an appreciation. Anapenda kufurahiwa. And I want you to know nataka ujue that God is so pleased with your serving. Mungu anapendezwa sana na utumishi wako. He's gifted you. Amekupatia. But a lot of people would say that nobody knows I'm doing this. Lakini watu wengi watasema hakuna mtu anajua ninafanya haya. Mungu anakuona. God sees those who serve in secret. Mungu anawaona wanaofanya kazi katika siri. You're being exalted in public. Kuliko wale wanaoinuliwa. You didn't come in here and say I'm the cook, appreciate me. Au kuja hapo ukasema mimi ndio mpishi.
No, you just serve as unto the Lord. Wewe ulitumika kama ni kwa Mungu. I want you to stretch your hands this way. Nataka unyoshe mikono yako. I need an usher to come behind him, nataka please. mshemanzi aje nyuma yake. Father, I thank you for this mighty man of God. Baba, nakushukuru kwa sababu ya mtu huyu wako mkuu. Who serves humbly. Ule anatumika kwa unyenyekevu. In a very, very great position. Kwa kiwango cha juu sana. He is in the highest position in the church. Hapo kiwango cha juu kanisani. The highest position is not apostle. Kiwango cha juu si mitume. It's not pastor. Si mchungaji. It's not prophet. Si nabii. It's not evangelist. Si mwinjilisti. It's not teacher. Si mwalimu. This man operates in the highest position in the church. Huyu anatumika katika kiwango cha juu cha kanisa. Jesus said the greatest position Yesu alisema kiwango cha juu is the servant of all. Ni kutumika na kwa watu. In the spirit, katika rohoni, you may not lead the church, unaweza kuwa ujongoza kanisa, but you are so valuable in the church. Lakini wewe wa maana sana kanisani. I anoint you today na kupaka mafuta leo to go to another level. Uende katika kiwango kingine. Your gifts are increasing. Vipaji vyako vinaongezeka. Your productivity is increasing. People are seeing watu wataona a mighty anointing on you. Mpako wa kiajabu kwako. I declare right now natamka sasa hivi that God is bringing you up, Mungu anakuinua sasa, and bringing you out. Anakutoa because of your serving, kwa sababu ya utumishi wako. Not because of your meals, si kwa sababu ya chakula but chako, because of your heart. Lakini kwa sababu ya moyo wako. God is extending the life that you have, anafikia the years that you have. Mikono, and there are people na watu who say he's just a cook. Wanasema ni mpishi. God says no, he's servant of the Most High. Mungu anasema ni mtumishi wa aliye juu. He's juu. of great importance in my kingdom. Hii ni kitu kia maana. He's of great importance in the kingdom. He's of high position and priority in my life. Because I listen to those who serve. I hear those who serve. I love those who serve. Who serve my kingdom and ask nothing in return. His serving is his appreciation for his salvation, for your divine interruption and intervention in his life. God loves the Davids who serve behind the scenes. God has increased the years of your life. There will be times when others say, I'm ready to quit. And you will speak as the men of old and say, I'm ready to take this mountain. I'm stronger today at 80 than I was at 40. God is increasing your physical strength. He's increasing you financially. The blessing of the Lord is on your life. The blessing of the Lord makes you rich and adds no sorrow with it. In Jesus' name. Well, can we appreciate this man of God? This powerful man of God. Church, can you say thank you to this man? Amen. Pastor, can I have permission to do one thing? If you were on the worship team, I want you to make a line down this aisle. If you sing or play an instrument in this church, make a line down this aisle. Quickly. Start right here. Come up to the edge of the carpet right here. Everyone fall in line behind. Kila mwimbaji yoyote asimame kwa hiyo mstari. If you were worship team or musician, fall in line. Kama wewe ni mwimbaji, wewe unapiga, unacheza vyombo, simama. I'm going to ask my wife. Nataka kuuliza bibi yangu. You walk by, she's going to simply lay hands on you. Ukipita hivi atakuwa anawekelea mikono. And then you can go back around. Alafu mnaweza rudi kuketi.
She's going to just simply lay hands on you. Ataenda tu kuwekelea mkono. If she has a word for you, she will speak it. Kama kuna neno la kinabii kwako But atakuongelesha. what I feel the Lord is doing, lakini kile nahisi Mungu anafanya, is anointing you for strength to serve. Mungu anakutia mafuta ndio And as you walk by, she's simply going to lay hands on your head. Ukipita atakuwekelea mkono. And your strength na nguvu yako and your anointing na is going to increase. Itaongezeka. You're going to be more aware of how important it is to minister from this stage. This is a place of priority, and your responsibility is to invite the presence of God. And you can't do it by talent. Before you show up to this service, you should be prayed up. You're not a singer. Do you hear me? You are not a singer. Look at me. You are not a singer first. You are a minister first. And you will minister better here when you minister at home to the Lord. People can appreciate People can appreciate your talent. But when you're anointed, they will have breakthrough. Go ahead, start. Breakthrough. Amen. Thank you. Just go ahead and play, brother. Go ahead. Endelea kucheza. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ukiombewa unarudi tu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go to your Thank you, Jesus. I know this is going to take a minute. But this is something the Lord must do. Lakini ni kitu Mungu anataka kufanya. For this church to go to the next level. Ili kanisa hili liende katika kiwango kingine. The pastor is prepared. Mchungaji ako tayari. The apostle is prepared. Mtume ako tayari. But it was to prepare the musicians. Lakini lazima singers who minister on the stage. Waandaliwe pia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. 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 Church, can we pray in the Spirit for them? Let's participate. Let's participate. Not spectate. Let's Holy, holy, holy are you. Holy are you. Thank you, Jesus. We welcome your presence in this house. Thank you, Jesus. Come on. Just sing. Lord, we love you. We love you. Lord, 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 we
love you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, you are mighty. 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 You are worthy. You are Jesus, you are worthy. 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 Oh, you are worthy. You are worthy. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy. Jesus, you are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh Lord, we lift you. Lord, we lift you. Lord, we lift you. Jesus, Lord, we lift you. Lord, we lift you. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Yesu twakupenda, 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 twakupenda. Lord, we love you, Lord God. Yeah, Lord, we love you, hallelujah. Yeah, Jesus, I will love you, Lord, we love you. I will love you, Lord, we love you, Lord, we love. Oh, you are worthy to us, we love you, Lord. We bless you and we adore you, Lord. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love. For you are worthy. We adore you. You are worthy, Lord. You are worthy. Lord, you are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. And now we love you, Lord. Jesus, we love you, Lord. We love. Oh, we love you. Oh, we love you. Lord, we love you. Lord, we love. Oh, you are mighty. You are. Jesus, you are mighty. You are. You are mighty. We lift you up, you are worthy, Lord, you are. Jesus, you are worthy, Lord. And we say, Lord, we love you, love you, love you. Lord, we love you, 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 Lord. Hey, Jesus, we love you more and more. We love you, Lord, we love you, Lord, we love you. Oh, Father, how we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. Oh, how we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. Oh, Spirit, we love you, oh, Lord.
adore you, Lord. Oh, you, we adore you, Lord. We adore you, we adore you, Lord. Jesus, we adore you. We adore. Oh, you are worthy. We give you that we have. You are worthy, oh Lord. You are worthy. Jesus, you are worthy. You are worthy. Oh, you are worthy. Oh, I love you, Lord. I love you. Well, let's lift our voice right now. We love you, Lord, we love you, Lord, I love. Once again, Lord, I love you, Lord, I love. Oh, I love you, Lord, Lord, I love. Oh, Lord, I love. Lift your hands, lift your hands. Inua tu mikono yako, inua tu mikono yako. How we love you, Lord, Lord, I love. Oh, Lord, I love you, Lord. Just your voices. Oh, Lord, I love you. Lord, I love. Oh, Lord, I love you. 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 Lord, I love. And Lord, I love you. Lord, oh Lord, I love you. Lord, I love you. Come on, look at the goodness of God this afternoon. He loved you so much. Yes. And he did something when he loved you. He gave his only begotten Son. That by accepting that gift that is from heaven, your life will be another thing. And that you will never perish. Just look at him. Just look at him and tell him, Daddy, I come. Thank you for loving me, and I want to show you love. I give you my heart. Give him all your heart. Allow him to take control over your heart. Oh, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you Tell him my I give you my heart. I give you all my I heart. give you my
my soul. Come and indwell me, God. I live Come and stay in my life. Every breath that I take, Yes, Lord. every moment I'm away. Lord, have your way. Tell him it has been my desire. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way with me. Lord, have your way in our souls and in our spirits. God, you are God who can indwell us and change us to live in the way that you expect of us, oh God. We allow you to come indwell us in Jesus' name. Thank you because of your love for us. We reciprocate this our love, the love you showed unto us by loving you back. God, have your way. Just one more time, let us sing this just once and then feel it to get into your spirit. Come on, everybody, lifting up your hands, say, Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. hallelujah. Come on, celebrate Jesus. Amen. How, just put on the instrument. How if Jesus would be standing in front of you, how would you do things for him? How would you show him that you love him? Hallelujah. You know, God wants to be loved. And you're the only one who can show him love. Hallelujah. From today, try to show him love. Hallelujah. You know, there are things that God cannot do to himself that, like, for example, he cannot give himself thanks. He's waiting for you to say, thank you, God. Hallelujah. He wants you to say, God, I love you. Hallelujah. Amen. Have you been blessed by the ministry of our Pastor Philip? Come on, celebrate that. You allow me to make a request to you. And Amy, you want to support my request too? Yeah? Okay. Can you bring this man over this place every year for the conference? Will you? Is that accepted? Thank you. Come on, celebrate in the name of Jesus. Hallelujah. We will break for lunch and then proceed to crusade. Exactly, you'll come there at 5. Yeah, but then we will be there by 4, setting up the things. So can I help somebody help our visitors? Or Elijah, you can come over and finish whichever. Tupigie mchungaji Samuel makofi mazuri. Tuwasaidie wageni tuwasaidie